tunasema a family without children is still a family. Hata kama uko kwa familia na mjajaliwa kuzaa watoto, bado ningependa kusema hiyo ni familia. Watu wasivunje ndoa, msivunje familia kwa sababu hamjafanikiwa kupata watoto. Watoto wanatoka kwa Mungu. Mungu ndio anatubariki na watoto, na kwa hivyo akitubariki tunamshukuru. Sasa kwa leo naongea na nyinyi nikielewa ya kwamba kuna wengi wetu tuko na watoto wako waaminifu, na watoto wanatii Mungu na wanatusikiza, wanatutii. Lakini kuna wengine tuko na watoto tumejaribu kuwafunza vile tuwezavyo, lakini watoto wamechagua wakaenda pande zao. Na leo tutasaidiana kuelewa, wewe kama mzazi, jukumu lako ni gani? Utafanya nini kama mtoto wako umemulea vilivyo lakini akawa mtoto mpotevu? Na ningependa tuende kitabu cha Luke chapter 15. Ningependa tusomewe kuanzia mstari wa 11 hadi mstari wa 16. Luka mtakatifu 15 kuanzia verse 11 to verse 16. Tafadhali tusomee. Kwa Kiswahili inasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi za mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Asante sana. Huyo mtu alikuwa amebarikiwa na watoto wawili, kijana mkubwa firstborn na kijana mdogo secondborn. Huyo mdogo akaitisha babake ampatie sehemu yake, na hilo lilikuwa ni jambo la kuchukiza sana. Kwa sababu mzazi ukiwa hai na mtoto akuitishe upande wake wa sehemu yake, ni kama huyo mtoto anataka ufariki. Na kuna watoto wanangojea wazazi wafariki ndio wapate mali. Na hilo ni jambo la kuchukiza hata kwa Mungu. Tena huyu kijana ndiye alikuwa mdogo, na sasa anaruka mkubwa na anakuja kuitisha baba yake mali. Katika familia, mtoto wa kwanza firstborn huwa na majukumu fulani. Hata kwa Biblia, mtoto firstborn alikuwa anapata inheritance mara mbili. More than mara mbili. Wale wengine wanapata sehemu moja, yeye anapata sehemu mbili. Kwa sababu mtoto wa kwanza ako na majukumu, na wale watoto wengine wanaangalia ule wa kwanza. Ndio maana wazazi wanakuwa saa zingine wakali sana kama wewe ni mtoto wa kwanza, kwa sababu hata hao wazazi saa zingine hata hawajui kulea mtoto. Wanakuwa na wewe kama wa kwanza, ndio first experience. Na kuna wengine wameketi hapa wananisikiza siku ya leo, na wewe ni firstborn, na kweli wazazi wako wamekukwaza, wamekuumiza. Ningependa kukuambia pole sana on behalf of the parents, kwa sababu hata mimi niko na firstborn na nimeona yale makosa, yale maovu nimetendea mtoto wangu firstborn. Kwa sababu nilikuwa namwangalia, sikuwa najua, kwa hivyo nilikuwa natenda makosa. Hata saa hii wakiangalia ule lastborn, wao wanamwambia uko na bahati sana, tuliteseka ndio wewe uko na maisha bora. Kwa sababu kuna mambo walikuwa anafanya na mimi naona ni mbaya na ninakuwa mkali zaidi. Lakini ule mdogo akifanya, naojua tu ni mtoto, he is going to grow, ataweza kuwa mkubwa na ataelewa. Lakini firstborn mara mingi huwa na jukumu zaidi. Kuna wengine firstborns, pengine wewe ndio umeelimisha wenzako wale wadogo, umewaelimisha, hata saa zingine umechelewa kuoa ama kuolewa kwa sababu unalea hao firstborn. Kwa hivyo firstborn
ako na baraka special, kuna special blessing kwa firstborn. Huyu secondborn, ilo jambo alifanya, nimesema ni jambo la kuchukiza. Anauliza babake na baba hajafariki na anataka apatiwe sehemu yake. Tena firstborn hajauliza, yeye anauliza apatiwe sehemu yake. Na huyu baba alikuwa baba Mkristo, alikuwa baba mcha Mungu. Akampatia sehemu yake na ule mtoto akaenda akaharibu hayo mali. Na Biblia inasema ya kwamba alishikana na mwenyeji wa ile nchi alienda, that far country alienda, akashikana na mwenyeji. He joined himself with a resident of that country. Wewe kama mtoto, kuna vile wazazi wako wamekulea, kuna yale maadili wazazi wako wamekufunza, lakini umeenda pale shule ukashikana na wenyeji, pengine umeenda kuishi town ukashikana na wengine na ukakiuka ile mipaka wazazi walikuwekea. Mimi ningependa kukuuliza, kama wewe ni mtoto na umeacha yale ulifunzwa na mzazi ukaenda kushikana na wenyeji wa hiyo nchi, nataka kukuambia uachane nayo kabisa, urudi kwa ile njia mzazi alikulea. Kwa sababu usiporudi utatamani maganda ya nguruwe na hakuna mtu atakupatia. Kwa hivyo huyu mtoto akateseka, na baba hakumtafuta, na baba hakuenda kufuata ule mtoto wake. Baba alibaki nyumbani akamngojea. Kuna wazazi wengine, tuko na watoto, nao watoto wameingia pengine mambo ya kutumia madawa ya kulevya, kutumia pombe, na siku nenda siku rudi tunaenda kutafuta hao watoto. Huyu baba anatuonyesha mfano mzuri sana. Alikaa nyumbani na akangojea huyo mtoto. Na leo ningependa kukuambia wewe kama mtoto, takuambia mambo machache unaweza fanya mtoto wako akiwa amekuwa amechagua njia ya mwana mpotevu. Ni nini unatakana kufanya kama mzazi? Ndio ukue kaa ule baba alikuwa na hekima, akakaa nyumbani akangojea ule mtoto wake atembee, achoke na arudi. Wewe kama mzazi na mtoto wake amechagua upande huo, ningependa kukuambia ya kwamba si vizuri kuanza kujibizana. Tochaka kuomana no mwano kwa nyoranga gote na inemo konya koramana. Wewe ni mzazi, uko na heshima zako. Kama mtoto amelewa na amekuja nyumbani na anatusi na anakutukana au nini, wewe usimjibu. Ingia kwa nyumba, mwambie mwanangu nakupenda, na yale maneno unanifanyia, yale mambo unafanya mimi siyapendi, na kwa hivyo siwezi kujibizana na wewe. By the time mzazi unaanza kuambia mtoto wewe ni babako, wewe ni mamako, na wazazi wengine wanapigana na watoto wake physically, yani wanapigana kinguvu. Ningependa kuambia wewe kama mzazi, wewe ni mfano wa Mungu kwa mtoto wako. Usijibizane na mtoto wako, usipigane na mtoto wako. Wewe kaa kando, acha yeye apige makelele pale, lakini wewe kama mzazi, na huyo ni mtoto mzima, yani namaanisha adult child, simaanishi ule mtoto mdogo, namaanisha hata adult child mwenye amechagua kuwa mtoto mpotevu. Wewe usiargue na huyo mtoto. Kitu kingine tena ningependa kusema, kama mtoto wako anatumia pombe ama madawa ya kulevya, wewe kama mzazi usimununulie pombe, usimpatie pesa kwenda kununua pombe. Kuna wazazi especially wa mama wanaogopa. Mama anaenda analima, anaenda soko, anauza, anapata pesa, analeta, anapatia ule mtoto wake pesa anunue pombe. Na ukimuuliza ni kwa nini, anasema nisipompatia pesa anunue pombe hatutalala. Hapana kabisa. Wewe kama mzazi uwezi kupatia mtoto wako pesa ya kununua pombe. Na kama unajua anatumia pombe na anakudanganya, anahitaji pesa ya kununua kitu kingine, usimpatie hiyo pesa. Mara mingi kwa familia nyingi huwa mzee anataka kudiscipline mtoto mwenye anatumia pombe, lakini mama anapita kando anapatia mtoto pesa. Kuna kijana mmoja alituambia hadithi yake, alikuwa analewa, alipokuwa college na anapewa school fees, anakunywa yote, alikuwa anapigia mamake. Mama anajua baba alimpatia school fees na amekunywa yote, alikuwa university.
outside, nje ya Kenya. Akishatumia hiyo school fees, amekunywa yote, anapigia mama, anamwambia ile school fees daddy alinipatia sina, utanitumia? Mama tena anamtumia school fees. Kama baba amempatia pocket money na mama ameona anakunywa pombe, tena mama anamtumia. Na mama hawezi asemi ndio baba ajue, anafanya kisirisiri. Na huyo kijana saa hizi akisimulia hadithi yake, anasema kitu ilifanya aendelee kunywa pombe zaidi ni mama. Mama alikuwa anampatia pesa. Baba akimuita waongee na baba anakuwa mkali, mama anasimama katikati, anasema unataka kuua mtoto wangu? Unajua uchungu wa kuzaa? Na huyo mtoto ni mtoto wa miaka 24, si mtoto mdogo, ni kijana mkubwa. Kwa hivyo mara mingi wa mama, juu ya ule upendo tuko nao kwa watoto wetu, tunaharibu watoto. Kama mtoto wako anatumia pombe, anatumia madawa ya kulevya, usimpatie pesa, kwa sababu hiyo pesa atatumia na ataendelea kulewa. Jambo lingine, wewe kama mzazi ujue ya kwamba you are not the one to blame. Ama mochotalia yao omwana ya kwa morendre kwa moro kirie njirengi ya Nyasaye ero chorire njirengao. Huyu baba mtoto wake alipomuitisha sehemu yake, alimpatia sehemu yake, na mtoto akaenda na baba hakumfuata. Baba alikaa nyumbani, pengine akimwombea, akimongojea. Jambo lingine, ule mtoto wako muelezee kwa upole ile njia ameenda sio njia mzuri na upendi. Usipige makelele, usimtukane, mwambie mwanangu, mimi nakupenda na nimekulea vizuri, na ile njia umechagua, mimi ningependa kukuambia kwamba hiyo nimekwambia sio njia mzuri. Kwa hivyo muongeleshe in a loving way. Isikue ni vita, hata kama amechagua kuwa mwana mpotevu. Jambo lingine ningependa kusema ni ya kwamba usimshield, usimprotect. Sijui niseme aje. To basa komotetea onyo korama mocho. Tuseme for example, kama akona bibi. Tuseme mtoto wako ni mtoto mvulana, sasa ni mtu mzima, ameoa, anatumia pombe, anatumia madawa, imekuwa ngumu kuweka familia, na bibi anataka kuenda, usimrudishe. Wewe usikue ndio uko kipaumbele, unaenda kuleta bibi, unamwambia tafadhali nitakupatia kila kitu unahitaji. Sio wewe umemuoa, ni mtoto wako amemuoa. Kama anataka kuenda, wacha aende, kwa sababu inaitwa kuenebo. Ukiendelea kumtetea na kumfanyia yale majukumu yake, hawezi kujifunza. Ikiwa amelewa na akona kibarua, akona kazi na hajaenda kazini, amelala, usipige simu ama usiende kazini kusema, kudanganya pengine ako mgonjwa, amekuja late, sijui simu yake ikapotea. Hapana. Yeye mwenyewe apambane na hali yake. Na utaniuliza, si atapoteza kazi? Ndiyo, pengine anatakana apoteze kazi ndio ajue ya kwamba yale makosa anafanya, kila tendo anafanya iko na consequences, iko na mshahara. Kuna mzazi mwingine mahali fulani alikuwa na kijana wake second born, akona mkubwa, huyo mwingine alikuwa ni wa pili. Na huyo kijana alianza kutumia pombe kitambo akiwa shule ya kidato, high school. So pale high school anatumia pombe, akatia msichana mimba, wakapata mtoto. Sasa vile alipata mtoto akiwa high school, mama wazazi sana mama akaanza kulea ule mtoto wa kijana wake. Kijana akamaliza kidato cha 4, hakupita, alikuwa shule mzuri, wakampeleka college, akamaliza. Vile alimaliza college, wakamtafutia kazi. Pale kazini juu ya pombe akapoteza kazi. Sasa pale nyumbani yule bibi wa kwanza akona ule mtoto mwenye alipata akiwa high school, wazazi ndio wanamsomesha. Kapata bibi wa pili akaenda, bibi wa tatu akaenda, bibi wa 4 alioa kama mara 5, bibi wa 5 akaenda. Sasa hao mabibi wako na watoto, akona watoto zaidi ya 5. Na hao watoto wazazi wanamsaidia kulea. Bibi wengine walienda na watoto, lakini kuna wengine wazazi wanamsaidia. Sasa ikawa akienda kunywa pombe, anakuja nyumbani saa 9 ya usiku. Na akija nyumbani saa 9, baba anamfungulia. Baba ndio anamfungulia huyo mtoto wake. Na baba sasa amezeeka, anaamka anamfungulia. Na ikafika mahali sasa
kwa sababu hii familia wamejiweza, wako na mali kidogo. Wazazi walikuwa wanafanya kazi, sasa wameretire. Ule kijana akikuja nyumbani saa 9, wezi wanamfuata. Sasa baba akifungua, wezi wanaingia kwa gate, wezi wanaingia ndani. Kwa wiki familia ilikuwa inaingiliwa na wezi kama mara 3. Wananyang'anywa kila kitu. Wazazi wanafungwa, na wazazi wamezeeka, wananyang'anywa simu, kila kitu. Sasa ikaendelea hivyo, ikafika mahali sasa wazazi hawangeweza kuendelea kukaa pale kwenye walikuwa wanakaa, kwa sababu wezi waliwaibia hata ng'ombe, hata kuku na kila kitu. Mwisho wazazi wakahama, wakaenda kuishi upande mwingine. Kijana bado akaendelea, ako miaka karibu 40 na zaidi, anaendelea kukunywa, analewa, anarudi nyumbani late. Of course, unajua ya kwamba hata alikuwa naiba. Sasa hakuna kitu wazazi wangekuwa nayo, kama ni kuku, ni simu, ni nini. Hata hao wezi yeye ndiye alikuwa anakuja na wao. Wamepanga. So wakishapanga na hao wezi wanakuja wanaiba, wanaenda wanauza, anakunywa pombe. Unfortunately, sijui niseme bahati mbaya, sijui kama ni bahati mbaya, baba alikufa stroke. Ilizidi sana, sasa baba akakufa stroke. Mama akabaki, mama ndiye anaendelea kufungulia kijana. Mama alali usiku kwa sababu kijana akienda na kunywa pombe, mama alali. Lazima amungoje hadi saa 9 ndio aingie. Saa zingine mama anangojea, ameamuka usiku wote, kijana hajarudi. Kwa hivyo mama halali usiku, halali mchana. Kijana anarudi maybe after siku 3. Na sasa ukinisikiza nikikwambia hivyo, utajua ya kwamba maisha ya huyo mama yako hatarini. Na sasa huyu mama akifariki, ndio kijana wako na yeye. Maisha itakuwaje ya huyo kijana? Kwa hivyo ukiangalia hiyo hadithi nimewasimulia, huwa ya kwamba hii wazazi kutoweka mipaka ilianza akiwa mdogo. Wakati sisi kama wazazi tunaonyesha mtoto ya kwamba utaenda ufanye vile utafanya na utarudi, na bado nitaendelea kukulelea mtoto. Serikali iko na mfumo ya kurudisha watoto wasichana wenye wamejifungua, wanarudishwa shule. Mtoto msichana akijifungua kama ako shule, anarudi shule, anamaliza. Lakini kitu ningependa kuambia katika upande wa saikolojia na afya ya watoto, ni vizuri yule mtoto wako msichana kama amejifungua, akae nyumbani hata kama ni mwaka mmoja, anyonyeshe ule mtoto. Mnanielewa? Ule mtoto wako kama amejifungua na ni mtoto msichana, akae nyumbani kama ni miezi 6 au mwaka mmoja, anyonyeshe ule mtoto kabla arudi shule. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ule mtoto wake akikosa kunyonya, bado hata yeye akifika hiyo umri atazaa mtoto mwingine. Mnanielewa? Kwa sababu ule mtoto atakuwa amekosa upendo wa mama. Kwa hivyo ataenda kule nje akitafuta upendo kutoka mahali, the wrong places. Na ule mtoto atapata mtoto tena. Pengine kuna wenye ameketi hapa unaniangalia na unalea, huyo sasa ni mjukuu ama ni kitukuu. Msichana wako alizaa akakuletea mtoto, ukachukua mtoto from siku ya 2, ukaendelea kulea ule mtoto, ule mjukuu wako tena amezaa. Mimi najua iko mama alikuwa miaka 28 alikuja clinic kwenye nilikuwa nafanya kazi na hakuna mtoto. Mimi nikafikiria huyo ni mtoto wake. Mtoto analia, mama hamnyonyeshi. Mtoto ako siku chache. Mtoto analia, mama hamnyonyeshi. Nikamwambia nyonyesha mtoto wako. Kaniambia huyu si mtoto wangu, ni mjukuu. Kuangalia ile kitambulisho cha mama, naona mama ako miaka 28. Namuuliza, miaka 28 huyu ni mjukuu? Ananiambia nilijifungua nikiwa na miaka 14, wazazi wakachukua ule mtoto wangu wakamlea, mimi nikarudi shule, lakini hakukaa tena, akaolewa. Sasa ule mtoto wangu akalelewa na wazazi. Saa hii ule mtoto wangu ako miaka 14 na yeye amejifungua. Na si ajabu huyu mama akifika miaka 42 atakuwa na great grandchild. Sijui ni kitukuu sasa tunasema. Kwa hivyo ningependa kusema ule msichana wako aongeleshwe kwa upole, akae anyonyeshe mtoto wake miezi 6 au mwaka, alafu arudi shule. Na utaniambia anapoteza mwaka, lakini nakuambia kwa ule mwaka iko mambo atajifunza na atajua choices have consequences. Kila kitu mtu anachagua lazima ulipe. Kwa hivyo atapoteza mwaka, aongeleshwe, lakini akirudi atakuwa amejifunza. Jambo lingine ningependa kusema ni ya kwamba
Wewe mwenyewe ikiwa mtoto wako amechagua kuwa mtoto mpotevu, ujiondoe. Yaani nikisema ujiondoe namaanisha isikue ya kwamba ule mtoto wako kila kitu anahitaji, wewe uko hapo, wewe ndio unamprovide. Kwa sababu sasa huyu ni mtu mzima. Umwambie mimi nakupenda na hii ni njia umechagua, ni vizuri wewe you work with your own hands. Fikiria kuna wakati wewe kama mzazi hutakuwa kwa hii dunia. Kuna wakati fulani wewe kama mzazi hutakuwa kwa hii dunia. Na jiulize, kama hauko kwa hii dunia, ule mtoto wako ataweza kusurvive? Atakaaje? Wazazi wengine huwa tunaishi as if hatutawahi toka kwa hii dunia. Tunakaa like we are immortal, hatutawahi toka kwa hii dunia. Na tukitoka kwa hii dunia, watoto wetu wanateseka, wanauza mali. Nadhani kuna wengine tumeona kwa magazeti ama kwa televisheni ama tumesikia kwa radio, wajukuu wa serikali, how do I say, raisi, one of the most powerful presidents wa nchi ya Kenya, sitataja jina. Ule president, wakati mimi nilikuwa mtoto, hatungetaja jina ya huyo rais kwa nyumba, kwa sababu tulikuwa tunaamini huyo rais anakusikia mahali popote. Kama uongei jambo la kumsifu, huwezi taja jina yake. Sahi wajukuu wa huyo president, niliona mmoja kwa gazeti akipelekwa kotini kwa sababu alikuwa amezaa mtoto ama watoto mahali na hakuwa na provide. Na nilipoangalia ule mjukuu wa former president, alikuwa anakaa kama street child, alikuwa anakaa kama mtoto wa street. Mimi nilikuwa najiuliza, is this a child of the former president? Sikuamini, kwa sababu hata uachie watoto wako mali namna gani, kama hujawafunza wakuwe na hekima, hayo mali hayatafikia wajukuu. Mnanielewa? However much wealth you leave your children with, if you have not left them with the skills and godliness, Ukristo na hekima fulani inatoka kwa Mungu, na wewe kuwafunza, yale mali yako hata kama ni Kenya mzima hayatawahi fikia wajukuu, kwa sababu watamisuse. Kwa hivyo wewe kama mzazi ukilea watoto, kila siku jiulize, wakati sitakuwa, hawa watoto watakuwa namna gani? Kitu kingine ningependa kusema, ukiwa uko katika hali mtoto wako amekuwa mwana mpotevu, ongea na watu wengine. Usijikalie peke yako, uko na wasiwasi, stress itakuwa. Ongea na watu wengine. Itisha wengine wakuombee. Ukuwe na mtu wa kukuombea na wa kukusupport. Amechagua, amekuwa watoto wapotevu, na bado kazi ya Bwana lazima iendelee. Amen. So tutaendelea kueneza injili hata kama watoto wamechagua, wamekuwa wana wapotevu. Tunawaombea na tunaendelea. Kwa hivyo wewe kama ni mzee wa kanisa, ama wewe ni shemazi, usiache, ama wewe ni kiongozi fulani, usiseme sasa mimi juu mtoto wangu amekuwa mwana mpotevu sina sauti, nitaambia watoto wengine nini? Hata story ya Eli kuhani mkuu, wakati watoto wake walikuwa wamechagua njia mbaya, mtoto Samueli alikuja na akasikiza na akatii Eli. Kwa hivyo Eli alipata mtoto mwingine in the name of Samuel. Kwa hivyo watoto wale mnaniangalia saa hii, na kuambia, if you don't obey your parents will get other children. Okay? So if you don't obey your parents, there are other children your parents will get, and they will obey them. Kwa hivyo usikae peke yako, upweke, uombe na wengine, uweze kushare na wale wengine unaamini. Jambo lingine tena, wewe kama mzazi ujitunze, na usikubali mtoto wako afanye maisha yako yakatike hata kwa siku moja, hata kwa mwaka moja. Do not allow your children to kill you early. To basa wancha stress yo mwano egerubu gimabwo Nyasaye ire nseye igabona cheke. Yesu na kweta ase bebe ito twensi igobono Yesu na ruto bumabwao.
mwana oto kagango kurubu kimabwao egerache gutwara obumoyo bwa kare na kare obugima bwa Yesu na bwo to obugima bwa kare na kare. Kwa hivyo usikae na stress. Mimi najua kuna wazazi wako na ugonjwa wa sukari, wako na pressure, wako na ulcers, wengine hata akili kichwa imeruka kwa sababu anafikiria mtoto wake, na wengine kama hapa Kisii mtu anasema this is my only son, niko na wasichana 7, huyu kijana tu mmoja. Na tena hapa Kisii tunapenda kuita watoto wavulana jicho moja, sijui tulirogwa na nani. Watu tunasema mwana onerise erimo. Wacha nikwambie, mtoto ni mtoto. Ndio ni vizuri ukibarikiwa na watoto wavulana. Mimi nimezaa wavulana tupu, nimezaa wavulana 3 na nashukuru Mungu. Lakini ningependa nikwambie ya kwamba watoto wasichana ndio wanakumbuka wazazi wao. That is the truth. A girl child, kama umebarikiwa na mtoto msichana, tunza wasichana wako vizuri na walee vizuri. Msichana wako ndiye atakukumbuka. Hata vijana wanakumbuka, lakini tuongee tu ukweli. Mtoto wako msichana ndiye anakukumbuka, kwenye anakaa ndiye anafikiria. Okay? Sisi kwetu tumezaliwa wenye tuko hai wasichana 3, wavulana 3. Na mama yetu alijaribu kutulea vizuri. Lakini kitu moja nakumbuka alikuwa anaambia watoto wangu wasichana, I wish ningewapatia shamba. Of course saizi according to constitution, kwa sheria ya Kenya, kila mtoto apate shamba. Lakini wakati ule nilikuwa nalelewa, Wakisia wako wanapatia watoto wasichana shamba. Kwa hivyo mama alikuwa anasema watoto wangu wasichana, sina shamba ya kuwapatia, lakini mimi nataka niwapatie elimu. Na nikuwapatia elimu mpate kazi zenu, vibarua, mwende mujinunulie mashamba yenu mkitaka. Na nashukuru mamangu alitufunza, alitusaidia. Na saa hii ikiwa mahali na keti, nimejengea mamangu nyumba. Of course wenzangu wamenisaidia, tumesaidiana na my brothers and sisters, but nataka kusema hiyo idea nilisema mamangu lazima tumjengee nyumba na tumununulie gari ya kumtembeza kwa sababu anaendelea kuzeeka. Kwa hivyo saa hii tukiongea, mamangu akienda maseminars huwa anaongelesha wazazi, anawaambia mtoto ni mtoto, tunza mtoto wako vizuri, especially ukiwa na mtoto msichana. Kwenye ataenda, hata kama ataenda ng'ambo, hata kufikiria. Iko mzazi mwingine alituambia ya kwamba ako na watoto 2, ako na watoto wengi, lakini ako na kijana na msichana. Akipiga simu, mvulana na msichana, akipiga simu asubuhi anapigia kijana yake kwanza mvulana, anamwambia leo usiku wote sijalala, nasikia naumwa mgongo, naumwa magoti, naumwa wapi. Ule mtoto wake mvulana unajua anamjibu aje? Siwende hospitali. Kwa nini hujaenda hospitali mpaka sasa? Ungekuwa umefika hospitali ndio unipigie simu. Ni mzazi alituambia hayo. Na akipigia msichana wake akimwambia nimesikia vibaya, sijalala vizuri, msichana anamwambia tulia hapo, anatuma taxi inamchukua, anapiga simu pale hospitali, anatuma pesa na amemlipia kadi ya hospitali, na anamwambia mama enda utibiwe. Akitibiwa anamwambia pita pale supermarket, anatuma pesa, fanya shopping, nunua matunda, peleka nyumbani ukule. Na anashinda akimpigia simu kila siku, anamwambia mama unasikiaje? Lakini kijana vile waliongea, after 1 week mama akipiga simu anamwambia na ulitibiwa. Najua sio vijana, sio watoto wavulana wote wanafanya hivyo, lakini najaribu kuencourage wale wazazi. Uko na watoto wasichana peke yao, umefikisha 5 na bado unaendelea kuzaa, unaendelea kupata watoto. Unasema mimi sina jicho, mimi sioni, mimi ni kipofu. Unaendelea kuzaa. Utazaa ule wa 10 atakuwa kijana na atashangiliwa na ataambiwa wewe ni jicho moja, na huyo mtoto ndiye atakupatia pressure. Na huyo mtoto ndiye atakukatiza maisha. Kwa hivyo mimi nakwambia ule mtoto Mungu amekubariki na yeye, hata kama ni msichana mmoja. Saa hizi sheria ya Kenya watoto wasichana wanapatiwa shamba. Kwa hiyo usiseme na hii shamba yangu naachia nani, unaachia mtoto wako msichana. Kule ameolewa, ile shamba itakuwa ya watoto wake, na hii shamba atarithi hiyo shamba yako. Wacha niende kwa upande wa watoto, nikimalizia niende kwa upande wa watoto. Watoto mnanisikiza siku ya leo. Sijui kama kuna mwenye ametia wazazi wake uchungu. Mzazi anaamka, analala akilia, kitanda imejaa machozi kwa sababu yako. Hiyo ni laana kwa maisha yako.
Be a blessing, be a joy to your parent. Fanya mzazi akilala akiamka anashukuru Mungu. Anasema Mungu alinibariki, nilijifungua huyu mtoto. Kuna wazazi wengine kwa sababu ya uchungu watoto wameleta maishani mwao, mzazi anasema kitu kama hata ningezaa ndoo, saa hii ningekuwa na mahali pa kuweka maji. Sio ati huyu mzazi anachukia mtoto wake, ni kwa sababu mtoto amemtia uchungu kabisa. Kwa hivyo wewe kama ni mtoto, utii wazazi wako. Na hatusemi kama wazazi wote wako wazuri. Iko wazazi hata wanakufanyia mambo, unaona wanakufanyia mambo maovu. Lakini ningependa kukuambia wewe, uwatia wazazi, ufanye vilivyo. Na kama anakutesa, wewe fanya bidii, upate kazi yako, usonge. Lakini ukisonga usisahau mzazi. Ujue ya kwamba huyu mzazi alikuzaa na akakulea. Kuna mzazi mmoja aliniambia hii hadithi yake, it's a true story. Mtoto wake alikuwa na vijana watatu, ako na vijana watatu, watoto wavulana. Ule mtoto wake wa kwanza alipofika miaka 15, 16 alianza kutumia madawa ya kulevya. Na walikuwa wanaishi, wamehama Afrika, wameenda katika continent ingine kwa wazungu pale. Ule mtoto alianza kutumia madawa ya kulevya akiwa 15 years. Wakajaribu kumuongelesha, walimlelea kwa kanisa, adventure, Pathfinder, kila kitu walijaribu, waliomba, wakamuongelesha. Mtoto bado akaendelea kutumia madawa ya kulevya. Sasa alikuwa anakuja kwa nyumba na madawa ya kulevya. Wakagundua ya kwamba mdogo wake wa miaka 12 na yeye ameanza kutumia hiyo bangi, kwa sababu ndugu yake alikuwa anaileta kwa nyumba. Hao wazazi wakaangalia, wakaona tutaenda kupoteza watoto wetu watatu. Wakaita ule mtoto wako miaka 16 hivi sasa, wakamwambia tumekulea kwa njia ya Kikristo kwa kanisa, hatutumii pombe, hatutumii madawa, lakini umeenda umeshikana na watoto wengine shule vile tumesoma kwa Biblia. Ule kijana alienda akashikana na mwenyeji wa hiyo nchi, kwambia umeshikana, umeanza kutumia madawa hapa kwa nyumba. Nataka nikuambie it's a drug free house. Hatuweki madawa kwa nyumba. Kwa hivyo mtoto wetu mpendwa, uko na choices. Choice ya kwanza, tukupeleke, tukupatie usaidizi, hata kama ni kwenda rehab, uache kutumia haya madawa na ukae na sisi, au uendelee kutumia madawa na uhame. Which one? Unadhani ni choice gani huyo mtoto alichagua? Alisema mimi siachi madawa, na wazazi wakamwambia basi kama uachi madawa pole, hatuwezi kaa na wewe, tunakupenda. Huyo mtoto alifunga virago, ukweli, true story, alifunga virago na akaenda. Hao wazazi walikuwa wazazi wa Kristo kama huyu baba ya mwana mpotevu. Wakabaki wakimuombea. Mtoto alienda. Mama alikuwa anaamka kila siku saa 8 ya usiku. Every day. Mama alikuwa anaweka alarm, saa 8 anaamka, anaombea mtoto mpaka saa 10. Every day. Akaendelea kuombea mtoto, hawajui mtoto ako wapi. Ameenda na wako nchi Ulaya. Akaendelea kuomba na akiendelea kulea wale watoto wadogo. Na akakubali ya kwamba inawezekana ule mtoto wake aende kule nje afariki. Sijui ni wazazi wangapi wanaweza fanya hivyo. Siku moja mama akaamka saa 8. Miaka imeenda kama miaka 3 hivi. Imeenda, hawajui mtoto ako wapi. Mama akaamka saa 8. Vile ameamka hivi, anapiga magoti kuomba. Na mara mingi simu yake ilikuwa silent, lakini usiku hajui ni kwa nini simu haikuwa silent. Mama akipiga magoti kuomba akasikia simu. Akashangaa, nani ananipigia saa 8 ya usiku na mimi si daktari? Kuchukua simu anaona ni namba, hajui. Akaona wacha achukue. Alipochukua ni kijana yake, ako on the other side. Kijana akamwambia, mama, nimepoteza kuona, yani I've lost my sight. Nimekuwa kipofu. Niko street, nilikuwa kwa street fulani, nimekuwa kipofu. Mama, kuja saa hii, nimekuwa kipofu. Mama akaamsha baba, hiyo saa 8 wakakimbia kwenda kwa ile street. Walipoenda ile street wakapata kweli huyo mtoto wao, sasa ako kama miaka 19, alikuwa huko kwa street akitumia madawa, amepoteza uwezo wa kuona, amekuwa kipofu huko ile. Alienda akanunua madawa, ilikuwa imechanganywa. Unajua wanachanganya heroin na bangi na nini na nini. Sasa vile alismoke ikafanya akalose sight. So wakamchukua wakampeleka hospitali. Na sasa uzuri alikuwa ako na simu
na alikuwa ameweka namba ya mamake kama speed dial. Jana tulisema mama ni wa maana sana kwa maisha ya mtoto. For 3 years huyu mama alikuwa anaamka saa 8 ya usiku kila siku miaka 3 akiombea ule mtoto. Maombi ya mama. Mimi sijui kama ningefanya hivyo, lakini mama alifanya hivyo. Sasa wakampeleka hospitali, mtoto akatibiwa, akapona, akaweza kuona. Na akawaambia, mama narudi nyumbani, nipeleke shule, nimeacha madawa, whatever you want me to do, mimi nafanya. Akaachana na madawa, akarudi nyumbani, akapeleka shule, akamaliza, akaenda college, akamaliza. Saa hii ako na kazi kubwa, amefanya kazi ya IT, hii kazi ya computer. Nimeongea na huyo kijana, I've talked to that young man. Kwa hivyo si story nasema sijui. Ule kijana sasa ako na kazi kubwa, ako na gari kubwa, nyumba kubwa, na ako na biashara. Na anaongea na wengine akiwaambia madhara ya madawa ya kulevya. Hao wazazi wali make a very difficult choice kuongea na ule mtoto. Kama awange make hiyo difficult choice ya kumwambia chagua, saa hii pengine wangekuwa wamepoteza watoto wote, kwa sababu alikuwa analeta madawa kwa nyumba. Lakini wakaendelea kumpenda akiwa mbali. Wazazi wengi nikiongelea hili jambo, hawaoni kama inawezekana. Yani mtoto wangu nimuache tu aende hivyo, sijui nitaenda kumtafuta. Lakini nataka kukuambia hata Mungu anatupenda, na Yesu alikufa kwa msalaba kwa ajili yangu na mimi. Lakini hakuna siku Mungu atatulazimisha kukubali wokovu na kuenda mbinguni. Unachagua. Na hiyo ndio wanenaji wengine wamekuwa wakituambia. Hakuna. Saa hii kuna mkutano huu mkubwa wa injili, lakini iko watu wameamua hawakuji, na hakuna mtu atawalazimisha. Yani hata saa zingine kama mzazi, mtoto anakuangalia anakwambia utadu, na namwambia sitadu anything, hakuna kitu utafanya, kwa sababu yeye amechagua. Kwa hivyo ni vizuri tuheshimu uchaguzi wa mtu. Kama amechagua, wewe mwambie mimi nakupenda, kenye nitafanya ni kukuombea. Kwa sababu wewe si Roho Mtakatifu na wewe si Mungu, lakini wewe ni mzazi na bado unaendelea kupenda huyo mtoto, na akiamua kurudi na wewe unampokea, unamkumbatia vile huyu baba alikumbatia ule mtoto wake na kumpokea. Wazazi wengine wanaendelea kupiga makelele, unafuata huyo mtoto unampigia makelele, unapiga makelele. Makelele ya nini unapiga? Ongea kwa upole, umwambie ni uchaguzi wako, na mimi nimeona umechagua hivyo, na sasa vile umechagua, it is up to you. Kuna watoto wameenda kusoma university, chuo kikuu. Wengi hata hawaendi kwa class, hawaendi shule, hawasomi, na wajua wengi. Kwa sababu kule nyumbani mzazi alikuwa anakalia mtoto. Mtoto kama ako shule, ako na homework, mzazi anakaa pale kando mpaka mtoto amalize homework. Saa hii kuna watoto wengine hata hawawezi hudhuria huu mkutano kwa sababu wako tuition. Wanasomeshwa, mwalimu anawekewa homework. Kazi yako wewe kama mzazi ni kutafuta school fees, na kazi ya mtoto ni kusoma. Kwa sababu ukimuweka hiyo pressure, akifika chuo kikuu pale hakuna pressure, mtu ni kujituma. Huyo mtoto hawezani kwa sababu amewekewa pressure. Kwa hivyo tutunze na tulee watoto wetu wakiwa wadogo, wajue to make their own decision. Abana bamanye wetoma, bamanye barobuboka nk'amasomo najane. Ayegasya ono kuliye school fees, omwano no gosoma. Kwa hivyo today nataka kuongelesha watoto in a very special way. Watoto ni wangapi wananisikiza siku ya leo? Hebu nione watoto wale wako primary na wako high school, nataka niwaongeleshe in a very special way. Unaangalia, unaona vile babako ana struggle. Na unaona babako hata shati yake hapa kola, inaitwa aje, riskio. Unaona kola ya shati ya babako imeraruka. Na babako anapeleka ile shati kwa fundi na geuzwa. Kwa sababu hana pesa ya kununua shati ingine, ndio aweze kukulipia school fees. Na wewe unaangalia babako ako hivyo na unaenda school fees, unaenda ku waste time. Unaona mamako anafua nguo, anangojea ikauke kwa sababu hana nguo ingine, imagine. Na unaona mamako anatembea, anateseka kwa miaka 42 lakini anakaa kama ako 72. Kwa sababu
Kila kitu chochote mama anapata, anafikiria mtoto wangu, niweze kununulia mtoto wangu kitabu. Na bado wewe ukienda pale haujali, unashikana na wengine, una behave as if you don't remember. Hata mamako, wazazi wako wakikuja visiting day, hata utaki kuwaona. Saa zingine unasema huyu ni shosho, huyu ni baba, huyu ni magokoro. Utaki kusema ni mzazi wako, kwa sababu umeshikana na wenyeji wale nchi. Umeshikana na watoto wengine shule, utaki ku-identify. Hata unamwambia ukikuja ile siku kunitembelea uvae nguo, kwa sababu utaniaibisha. Kwa sababu unajua mamako ile pesa yote anapata hawezi hata nunua kiatu. Anatembea nege koro tomoyeki, agutachance, kwa sababu anataka at least aweze kukutake care. Alafu wewe kama mtoto unasahau, unashinda ukidemand, una misuse pesa, unashinda ukidemand, ukisema onge nipatie, usiponipatia ukue mincha, ati utaki kusoma. What is wrong with you? Nani alikuroga? Wewe unaangalia ile maisha wazazi wako wanaishi, unaona kama ni maisha ya furaha. Unaona ni ile maisha hata ukihitaji kitu fulani huwezi pata. Is that the life that you want to lead? Hayo ndio maisha kweli unataka kwako? Na tena unatembea kama wewe ni mtoto msichana, unapata mtu anakuambia uko beautiful. Unasimama tu, unashinda kumwangalia, unacheka. Na sponsor hapo ni wengi, na sponsor anakudanganya. Na ule sponsor hata akona bibi. Na unasema mimi ndiye anapenda. Wacha nikwambie my dear, utajua hujui. Nora itoso moleria makere. Utajua haujui. So nataka kukuambia sahihi, ile sacrifice wazazi wako wana make. Na kijana anaambiwa tuuze bangi. Hata kuna mwingine alikuwa amepanda bangi kwa compound. Wazazi hawajui amepanda bangi. Askari wanaenda pale wanasema kuna bangi kwa hii compound. Wazazi wanasema bangi, sisi ni Wakristo, hata hatujui vile bangi inaonekana. Askari anasema twende, wanaenda behind the house. Kijana amepanda bangi, na ni kijana ako shule. Anaulizwa kwa nini umepanda bangi? Anasema anataka pesa. Kijana ameshikana na girlfriends. Yellow babe, ameshikana na wao. Na girlfriend anataka pesa. Sasa kijana ile pocket money anapewa haitoshi, anapanda bangi, analetea wazazi pressure. Mimi ningependa kuambia wewe kama mtoto, uangalie vile kwenu kunakaa. Uangalie hiyo maisha. Ujiambie mimi sitaki kuishi maisha ya umaskini. Maisha kama hayo. Nikimaliza nataka kuombea watoto. Acha niwaambie, niliwaambia kidogo jana. Mimi nilimwambia nililelewa kwa familia ya umaskini kabisa. Babangu alifariki nikiwa miaka 2, sikumuona. Na mama alikuwa miaka 20 na kitu. Na mamangu hajasoma. Kwa hivyo sisi kwetu tumeuza chang'aa. Tumeuza busaa. Tumeuza tobacco. Sijui kama nani amewahi ona tobacco. Tobacco ni etumbato. Umewahi ona tobacco ikipandwa? Tumepanda tobacco kwetu nyuma ya nyumba ndio isionekane. Tulikuwa tunachuna tobacco, tunakatakata, tunapeleka Kuria. Tumeuza tobacco. Tumeuza maziwa mala. Tumeuza omena. Tumeuza njugu. Tumeuza mtumba. Tumefanya kazi kwa mashamba ya watu. Hakuna kitu. Nimekuwa house girl mimi nikimaliza form 4 nikienda university. Tumepanda chakula tukauza kwa shamba, kitunguu na kila kitu. Na nilikuwa naangalia mamangu akija mkutano wa shule primary. Mamangu ametembea barefoot, ana viatu. Na ukiona mama ametembea, ile mguu alene rigasi sasa utaidefine aje? Hiyo hata ina translation. Abwate rigasi yokubeke esomonime. Mguu wa mamako unaona rigasi akubeke esomonime. Mimi hata niliona nikiwa miaka 10 mamangu alizalia kwa nyumba. Ringere. Mamangu alizalia kwa nyumba kwa sababu alikuwa na mimba mtoto wetu wawili last born. Hakuna pesa, hakuna njia yoyote, amejizalisha kwa nyumba. Sasa wewe ukiwa mtoto miaka 10 na unaona mamako amejizalisha kwa nyumba kweli, hiyo umaskini wa aina gani? Sio ni ile umaskini, the next thing ni kifo. Sasa nilikuwa tunaangalia nyuma ni giza. Unaangalia pande huu ni giza. Unaangalia mbele ni giza. Nikafika high school. Nilienda national school. Nikasaidiwa. Mimi nilisaidiwa. Nikapelekwa national school kwa sababu nilipita sana. Nilikuwa mtoto wa kwanza kwa hiyo shule kwenda national school na mtoto msichana. Kwa hivyo mwalimu wa shule, hiyo hadithi yangu iko hata Egesa FM ukiona.
So huyo mwalimu akasema, mamangu akasema hakuna njia yote, utaenda tu day school. Kama utasoma sawa, usiposoma utakuja tuingie shambani. Headmaster wa ile shule akasema, hatujawahi pata mtoto mwenye amepita kwenda national school. Tena mtoto msichana, nitahakikisha ameenda shule. Anyway, nilienda national school. Nilipoenda pale shule sina kitu chochote. Hata fare ya kurudi nyumbani sikuwa nayo. School fees haijalipwa. Na pale shule wanasema tukifukuza huyu msichana hana fare ya kurudi Kisii, tena akirudi akienda nyumbani hatawahi rudi. Na mimi nikasoma, nilikuwa naomba vitabu, nasoma na ninakuwa top. Sasa wanaona akienda tutampoteza. Ikafika wakati nilifika kidato cha 4, form 4, dadangu mdogo akafariki. Na ile ugonjwa alikuwa nayo ingetibiwa, ilikuwa inahitaji antibiotic, lakini hatukuwa hata na shilingi moja ya kununulia mtoto antibiotic ndiye apone. Mtoto akagonjeka na akafariki, alikuwa 13 years. Vile mtoto alifariki alikuwa class 7. Sikuweza kuja nyumbani kuzika ule dadangu kwa sababu hakukuwa na fare. So mimi nimeenda shule first term nikiwa form 4. Narudi nyumbani, unauliza sister yako ako wapi, ako kaburini. Na alifariki na amezikwa, na nauliza kwa nini? Mamangu akaniambia hakukuwa na fare ya kukuleta ukuje kuzika dadako. Hapo sasa nikaanza kulia. Na mamangu akaanza kulia. Na mimi sijawahi ona mamangu akilia tangu tuzaliwe. Hata wakati maisha ilikuwa magumu, hakuna siku niliona mamangu akilia. Hata wakati ndugu yake alifariki, sikuwahi ona mamangu akilia. Sasa hapo nalia, mamangu analia. Nikapangusa machozi. Niko form 4, nikasema hakuna vile mamangu anaezalia na mimi nalia. Nikapangusa machozi, nikasema sasa lazima nipanguse machozi. Na nikarudi shuleni. Na nikasema hakuna hata siku moja mamangu atalia na mimi nilie. Mimi mwenyewe nitasoma na niinuke nipanguse mamangu machozi. Na nashukuru Mungu kwa sababu mamangu aliniambia wakati Disemba tulienda nyumbani kumfungulia nyumba ya kifahari, na nilikuwa nimempatia gari. Mamangu aliniambia, mtoto wangu nikikufa usilie. Nikamuuliza kwa nini? Akasema, mtoto wangu umenitunza, nikikufa nizike kwa furaha, usilie. Na mimi hiyo ni ahadi nilijipatia nikiwa form 4 many years ago. There is no day my mother is going to cry. I want to call children today. Nataka niwaombee watoto. Leo nafanya ombi la kipekee na ombi la machozi. Kama kuna mtoto ako hapa na sisi, pengine unajua ile choice umemake. Ningependa watoto msimame haraka kama unataka kusimama nikuombee. Kama kuna choice umemake na ni wrong choice, uko hapo na uko na boyfriend, na wewe ni mtoto uko shule na uko na boyfriend, ule boyfriend uachane na yeye. Na wewe ni mtoto mvulana uko na girlfriend, uachane na girlfriend usome. Umetumwa shule kusoma vitabu, si kusoma boyfriends, si kusoma girlfriend. Kwa hivyo kuna kitu unajua, tule tu messages. Kuna vitu unaangalia kwa simu, pornography, wrong things, masturbation. Wewe unajua zile vitu unafanya. Na ungependa nikuombee, umetumia madawa, umeonja. Ungependa nikuombee uachane na hizo vitu. Wazazi wako wasiwahi toa machozi na uko hai. Let your parents never cry when you are alive. Wazazi wakufu walie kama umefariki, kama wewe ni mgonjwa. Au hiyo ni one side. Au wewe ni mtoto umenisikiza siku ya leo na umeona yale wazazi wako wanapitia. Pengine mamako ni mjane, babako he's working so hard kuprovide, hata hawezi nunua handkerchief. Wewe unaona hapo na umenisikiza na unataka kupanguza watoto wako wazazi wako machozi. You want to work hard. You want to do your best. You want me to pray for you. I want you to come quickly. I want you to come quickly. If you are a child, I won't take so much time. I want you to come quickly. If you are a child, wewe uko mtoto primary school, high school, na unataka kupangusa wazazi wako machozi, you want me to stand and pray with you. Na Mungu akupatie nguvu. Na mimi silazimishi watu wakuje, nasema tu kama kuna mwenye amesikia ameguswa na unataka nikuombee. Kwa sababu hata ile maombi naomba, wewe uko na jukumu. I will pray for you, but you have to take responsibility. Lazima usome.
Mimi nilisaidiwa na watu wakanipeleka shule, na walinipeleka wakaniacha shule sina kitu chochote, na ule alinipeleka shule akaniambia, Rose, usiposoma umerogwa na mwenye amekuroga amekufa. Mimi nikaamua kusoma. Come watoto, nataka niwaombe leo. I want to pray for you. I want you to study. I want you to be good children. Mama yako asikue yeye ndiye ako jikoni anapika na moshi na wewe unaketi pale. Your mother should not be cooking for you and you are just seated there. Yeah, please come. Mamako ndiye anatafuta kuni, anatafuta maji, anaenda soko, na kuna watoto wazuri nimeona pale kwa soko wanauza vitu. Please kujeni haraka. So nataka niwaombe. If you have a boyfriend, please leave that boyfriend na usome. Mamangu alikuwa anatuambia masomo yako na kazi yako ni bwana yako wa kwanza. Na kwa ndugu zangu, that is your first wife, your first husband. Na akatupeleka shule na dada zangu, tukamaliza university, college, tukapata kazi. Kasema nimekupatia bwana wa kwanza, tafuta bwana wa pili sasa. Akatupatia freedom. Na alipotupatia freedom, akatusupport. Hatukuolewa kutoroka. Tuliolewa kutoka kwa nyumba na akatupatia freedom. So iko ule mtu anakudanganya na anakuambia uko beautiful. Na kweli you are fearfully and wonderfully made. Na wewe ni kijana, iko ule msichana anakudanganya. Na iko ule anakuletea madawa na anakuambia onja hii kidogo, onja kidogo. Bali bechi pigi kwanza, bechi pigi. Bali bechi pigi gali yako kumineraga 20 bob. Gakiaga 20 bob. Are you worth 20 bob? 20 bob gaki, 20 bob. Na wewe utapata kazi na utapata maelfu na utaishi nyumba mzuri. Anakudanganya na 20 shillings na chigo kongaina. Okay? Sasa thank you so much watoto kwa kuja. Colleges and universities. Iko mtu wa college na university. By the way, kama tukuombee. Mimi watoto wangu 3 wako university na I hope kuna mtu anawaombea sahi. Wako university 3. Kwa hivyo najua mimi kama mtoto wa watoto wako university, bado wa university ni mtoto. Iko wa university hapa nataka nimwombee. So please, I want you to promise me one thing. You are not promising me actually. You are promising God. I want to tell you. Asante. Nataka niwaambie watoto nikienda kumaliza. Tafadhali munisikiza. Mnanisikiza watoto? Your parent should not cry ukiwa hai. Mzazi wako asitoe machozi. Mamo minota to minota korera kore moyo. Hiyo ni laana. Mamako babako asilie. Upanguze mzazi wako machozi. Kwa sababu mzazi wako ana struggle. Do everything that you can. Iko sababu imefanya ukuje hapa siku ya leo. Mimi nakuombea zile vitu umejiingiza za internet, pornography, masturbation, achana nazo. Unarukia dirisha unaenda. Abana abaisikensa igamumenyete. Aba mure bagoche jikoni botuko asoraire. Achana nayo. Focus on one thing. Do your very best na Mungu atakubariki. You remain faithful. Is that okay? Na iko kama kuna mwenye anataka kuniona yale masiku niko hapa, kuna kitu nataka tuongee, karibu sana. Hebu na tuombe. Ni sawa tu, ako sawa. Wacha tuombe. Father, in the most wonderful name of Jesus, we thank you for your goodness. We thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for this great crusade. We thank you for the messages that you have taught us. Lord, today in a very special way, I want to thank you for the gift of children. Lord, children are a heritage of the Lord. The fruit of the womb, his reward. Blessed is the man who has his quiver full. We thank you for our quivers are full. You have blessed us with these wonderful, beautiful children. I know that our children are growing up in very difficult times. The influences are just too many. And I want to thank you that these children could actually come for this crusade even with all these influences.
I want to commit them to you in a very special way. I want to pray for any child who is here or not here, and who has caused their parents to cry. I want to pray for all the tears that the parents have shed, that they are going to come to an end. I pray that in their hearts, these children are going to promise themselves and promise you, like I did, that my parents will never cry on my behalf, but I'm going to wipe the tears of my parents. I want to pray, Lord Jesus, that you may give them the ability to do it. I know that it's hard, I know that it's tough, but I know that your bidding is your enabling. You have called them and you're going to enable them, and you're faithful. There are some of them who have been caught up in relationships. I want to declare an end to those relationships, because these are children. They need to study, they need to read, they need to grow. Some of them maybe have come across pornography, masturbation. I want to pray, Lord Jesus, that you may keep these children pure. Some of them are in wrong influences, the kind of things they are talking, the time they are wasting, they are lying to their parents. I want to pray that they may be honest, they may be people of integrity. I know these children are the church of tomorrow, and tomorrow is now. Lord, I thank you because I know where you have gotten me from, and you have brought me here to declare your goodness in the land of the living. I just want to pray that these children may not just be hearers, but they may be doers of the word. I want to pray for parents who may be a hindrance to their children. I pray for them today, because I know some parents don't want their children to spend time with you. They want their children to study. And yet, Lord, we know that the knowledge of the Lord is the beginning of wisdom. We know that once these children know you, you will be there for them. You will give them the mental clarity that they need. I pray that you may touch those parents in a special way, that they may know that you have given them these children. They are simply stewards. And Lord, if there are parents who are struggling to get resources to pay school fees for these children, I pray that you may open windows of opportunity for them that no man can close. That the parents who are worried how they are going to raise school fees, I pray that you may bless them, you may multiply the resources, you may guide them. There are children who don't have the guidance from parents. I pray, Lord, that you may remain a father to the fatherless. You have been a father to me, and I thank you so much, and I praise you, and I pray you will be there for these children. I know that soon and very